tafuta nguvu za Bwana. Hata kama kutana nguvu za Bwana, kitafuta nguvu za Bwana, itengeneze hiyo ndoa sasa. Usikimbilie talaka. Sio sawa. Unachafua imani yako. Ndoa ikifungwa imefungwa. Kifo ndio kitenganisha. Ndio Biblia inasema. Sijapata andiko kwamba inatengua hapo. Lakini labda iwe uelewa wa mtu kutoelewa maandiko. Lakini andiko leo linasimama. Ndoa ikifungwa, yani kifo ndio talaka. Sasa nikamwambia wanaume hapa. Juzi nikamwambia nikasema, wanaume wenzangu mnakumbuka jinsi tulizozungumza hapa, nikasema shida sasa hivi ya vijana walio wengi ni kwamba hawako tayari kufunikwa na nguvu za Bwana ziwafanye nini? Ziwalaze usingizi. Hawako tayari. Hawako tayari kufunikwa na nguvu za Bwana ziwalaze usingizi, ili wakiibuka kwenye usingizi wapate kilicho chema. Hawako tayari. Hawako tayari. Sasa awalali wanakwenda kwa macho yao, wanakwenda kwa shepu, wanatazama kwamba sasa mimi namtaka yule mwenye mguu mrefu, si ndio? Anatafuta shepu ile ya ule mguu. Shepu ya mguu anaitafuta. Kwa hiyo hajalala usingizi, kwenye maombi nguvu ya Bwana yamshukia ili apate chema kutoka kwa Bwana. Sasa yeye anasema mimi kilichokuja kwa akili yake nini? Ni mguu. Kwa hiyo anachukua ule mguu ndio anauoa. Sasa ule mguu siku ukitokea umepungua, umepata hitilafu au umekatika, na ndoa inavunjika. Maana ule mguu hautoka kwenye usingizi. Maana Adamu hakulala, alikumbuka tu kutafuta nini? Mguu. Mungu anasema Adamu alipomletea, Mwanzo 2:21 mpaka 25, Mungu alipomletea Adamu mke wake, anasema Mungu alimlaza Adamu usingizi mzito. Sio usingizi mzito, maana linakwenda kutokea jambo kubwa. Nyinyi madaktari mko mnafahamu, nyinyi tunafanya operation kubwa, tunamlaza mtu usingizi wa kutosha ili asikamka haraka, ili mfanye mambo yenu kwa urahisi. Kwa hiyo analaza usingizi wa kutosha, sio nusu kaputi, full kaputi lepewa, ili yani wafanye vitu vyao kwa uhalali, vitokee vile ambavyo havina wasiwasi. Hata kama ulisahau ndani ya usingizi, jamani tusahau hapa, ngoja turudie, wanarudia. Maana ipo ndani kwenye usingizi. Hapa tuweke na haka, wanarudia. Hapa tuweke vizuri. Na haka pekee wanarudia, maana yuko kwenye usingizi. Akiamka atachukua, jamani panauma, mnafanya panauma hapo, mnafanya nini? Maana nyama. Sasa Mungu akitafanya operation ya kumleta Hawa, Adamu anasema alimlaza usingizi mzito, akalala damu. Maana inakwenda kutokea jambo la muhimu, jambo la maana la maisha, litayari maisha Adamu. Akasema alale usingizi ili ajue asijue nachotengeneza ni nini, nimtengeneze kilicho chema kutokana na jinsi Mungu nilivyo, sio jinsi wewe alivyo Adamu, sio jinsi ulivyo wewe kijana, sio jinsi unavyotazama wewe. Akalala usingizi ili asijue nini kinatokea. Maana Adamu angekuwa macho, ngoja nikwambie, Adamu angekuwa macho, si ndio? Angekuwa macho Adamu angefanyaje? Angesema Mungu subiri, nataka ilo ziwa liwe kubwa kidogo. Mungu subiri, nataka macho hayo yageuke kidogo huku. Mungu subiri, huyo mke wangu, Mungu subiri kwanza, subiri Mungu, nataka mguu huo pinde kidogo. Mungu hapo kwanza, Mungu kwanza, ngoja nikwambie kitu kingine, nataka madimples kidogo. Mungu subiri hapo kwanza, Mungu subiri, nataka nini? Mwanya kidogo. Maana ndio mahitaji ya vijana, ndio mahitaji ya wanadamu. Vile vitu vya kutamani vya kimacho vile ndio wanataka. Sasa angekuwa macho Adamu, angemwambia Mungu, mimi nataka mke wa namna hii, mimi nataka huyo Mungu mtengeneze tena, huyo Mungu hajafaa kwangu, maana huyo Mungu wa mbinguni dompa na mke wake, mimi nitatamani wa kwake, na mimi nataka niwe kama wa yule. Angemwambia, angekuwa macho, angemwambia kwamba Mungu mimi, yani Mungu mimi, yani wa kwangu, sio mbona Mungu yani nitaka namba 8 mimi namba 8 Mungu, kakiuno kamekatika hapa kama nini mavu nini
Nataka Mungu kama kale. Angemwambia Adamu, singa angeacha. Maana ana macho. Sasa Mungu akasema, huyu mtu huyu ana mambo yake huyu. Sasa nimkomeshe, nimweke usingizi mzito, asijue ninachofanya. Maana akijua huyu akijua atanisumbua. Atanipa masharti. Sasa kwa sababu ni Mungu, niko juu ya vitu vyote, akasema ngoja, lala usingizi Adamu. Lala. Usinisumbue. Lala. Usingizi mzito. Haya. Sasa kwa sababu atakuwa ni wako huyu, atokae na wewe. Nyofa ubavu hapo. Akanyofa sasa na kutengenezea huyu, atakufaa wewe. Huyu hapa atakuwa msaidizi wako, na mleta kutoka mbinguni, atakusaidia wewe. Sasa namtengeneza vile ambavyo mimi najua atakufaa. Hutompa talaka huyu, hata kusumbua huyu, mtaendana naye huyu, mtanishi pamoja huyu, mtahama kwa wazazi wenu, mnakwenda kwenu na huyu, atakuwa tayari huyu, wala hatohoji huyu, atakwenda. Hata kama alimpenda sana mama yake, lakini atamwacha nani? Mama yake. Atakuwa na wewe, si ndio Magda? Si utamwacha Rose au sio? Oh, come on. Nataka kae na baba kila siku. Kwa hiyo akasema huyu atafanana naye, atakuwa naye. Kwa hiyo alipokuja, kwa sababu Mungu alimlaza Adamu, alipokuja sasa akamletea Adamu, inuka. Kitu hicho. Adamu akatazama. Chuma hicho. Hata kama akina kalio, chuma hicho. Akina jicho, chuma hicho. Akina mguu mmoja mzuri, chuma hicho. Akina mguu wa bia, chuma hicho. Akina dimples, chuma hicho. Akina jicho mviringo, chuma hicho. Maana kimetoka kwa Mungu. Kwa Mungu akinaga kibaya. Kimetokana na uweza wa Mungu uliomfunika Adamu, akalala usingizi. Katika uweza ule Adamu akalala usingizi. Inatangaza leo vijana, mlale usingizi kwenye maombi, mkaombe leo kwa uweza wa Bwana, mpate kilichoma, mpate chombo kutoka kwa Mungu, msipate vitu ambavyo vinatoka kwenye macho yenu. Mlale usingizi wa maombi. Bwana jifunue huko, Nguvu ya Bwana ikafunika, mtaibuka na ndoa ambazo zitadumu, hakuna talaka.